Hivi unajua kuwa unaweza kutengeneza pesa online? Ndiyo, hiyo ni sawa kabisa, na unachohitaji ni kompyuta au simu na internet access. Bas, sasa kwenye video hii nitashare na wewe website 5 ambazo utaanza kutengeneza pesa nyingine ya ziada, au kama uko serious basi utaweza kutengeneza pesa nzuri zaidi. Coming up right after this. Karibu sana kwenye channel hii. Mimi naitwa Zaid Gomero. Kwenye channel hii nashare masomo chanya juu ya mambo mbalimbali katika maisha na kuhakikisha tunakuwa sehemu ya mafanikio yako. So kama upo interest na hilo, then subscribe na bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kila na upload video mpya. 2021 ni mwaka wako sasa wa kuanza kuzipigania fursa mbalimbali ambazo zinahitaji ubunifu, simu au kompyuta, internet access na muda wako wa ziada. Baadhi ya hizi website unaweza kutengeneza shilingi 200,000 kwa siku, 200,000 kwa mwezi na zaidi ya hapo. Na uzuri zaidi, auachi kazi ambayo unaifanya kila siku kwa wiki kama mwajiliwa wa kampuni fulani au kama mtu ambaye umejiajiri, right? Unaweza kutumia muda wako wa ziada ambao unakuwa uko huru kwa ajili ya kuweza kubuild up au kwa ajili ya kuweza kutengeneza side hustle nyingine ambayo inaweza kutengenezea 200,000 na zaidi kwa siku au 200,000 na zaidi kwa mwezi. Na hizo website zipo na inawezekana kabisa. So kuna aina mbili ya kuweza kutengeneza kipato. Aina ya kwanza ni active income. Hichi ni kipato ambacho ili uweze kupata pesa lazima uweze kufanya kazi, right? Ili uweze kupata malipo. Hii ni aina ya kipato ambacho kama unachokifanya sasa hivi, right? Lazima uamke uende kazini ili uweze kulipa mwisho wa mwezi, au lazima uamke uende kazini ili uweze kulipa mwisho wa wiki, right? Hiyo ni kawaida. So hii ni aina ya kipato ambacho bila kufanya kazi hauwezi kupata pesa, bila kwenda kazini hauwezi kupata pesa. So kuna aina nyingine ya kipato ambayo ni passive income. Hii ni aina kutengeneza pesa ambayo mimi binafsi naipenda sana. Yani hii unafanya kazi kwa bidii kwa muda fulani na kile kitu unachokifanyia kazi yani kinaendelea kukutengenezea pesa hata kama ukiwa umelala, right? Kinatengeneza pesa, kinatengeneza mfumo ambao unakuwa unaingiza pesa hata kama ukiwa umelala. Now, website 5 ambazo utaweza kutengeneza pesa nyingine ya ziada, au kama upo serious basi utaweza kutengeneza pesa nzuri zaidi. Now, website ya kwanza ni Upwork.com. Hii ni website kwa ajili ya freelancing ambaye unaweza ukawa hata kama ni wewe, right? Na Upworking unatengeneza active income. Yani wafanya biashara na watu wengine wanapost huduma zao kwenye Upwork, na hiyo huduma inaweza kuwa ni kuandika, kuedit video, kutengeneza app, right? Kufanya coding, kufanya voiceovers na kazi nyingine nyingi. Uzuri hii unatakiwa tu kuwa na ujuzi au kuwa na skills fulani katika jambo fulani, labda graphic design, labda video editing, au labda voiceover moja mkali sana ambao unaweza kufanya voiceover makali sana, then unaweza kutengeneza kazi zako na kuupload Upwork na ukaanza kutengeneza pesa kidogo kwa watu ambao watakuwa wananunua huduma yako. Yani mtu anaweza kuwa ananunua huduma yako, anaweza kukucheck pale, kunakuwa na email, sehemu ya kuweka email, kunakuwa na sehemu ya kuweka namba. Yani mtu umemwonesha ile gigi yako, ina maana kaipenda, anataka umfanyie kazi na anakulipa. So unafanya kazi na unakuwa unapata pesa. So imagine kama kwa siku unaweza kawa kuna watu ambao wanakuomba wafanyie ile kazi au watengeneze kitu fulani, wanakulipa kwa siku si chini ya watu 10, si chini ya watu 5. So imagine unatengeneza kipato kizuri tu kwa siku ambacho utakuwa kuongea maneno mengine kabisa. Kwa mwezi ni kiasi gani cha kipato ambacho unakuwa unatengeneza. Na hii ni tip tu, kama unataka kufanya kazi kwenye Upwork unatakiwa kuboost profile yako, yani iwe nzuri kabisa. Na hii itakuongezea wewe kupata fursa nyingi za kazi kutoka kwa watu wengi, kuonesha ubora wako katika kazi yako na ujuzi, right? Ili uweze kustand out katika website ya Upwork. Na mimi pia nishaye kununua moja katika service ya kuingiziwa voiceover, ya kutengenezewa tunaziita hizi hapa intro katika channel yangu. Nishaye kulipa kwa ajili ya kupata huduma hiyo, right? So kuna mafreelancer wengi ambao wanatengeneza pesa kupitia Upwork. Na uzuri zaidi haina limit, kwa sababu uko nchi fulani, so nchi yoyote ile hapa Tanzania unaweza kawa wewe ni mkali sana kwenye voiceover, ni mkali sana kwenye graphic design, upo kitaa tu unalalamika maisha magumu, basi hii ni fursa yako sasa hivi. So jiregister tu Upwork, right? Baada hapo utaanza kutengeneza profile yako, utaanza kuweka elimu yako, utaanza kuweka ujuzi wako na mambo ya stuff, utaanza kuupload gigs zako au kazi zako ambazo watu wakiwa interest nazo, then unaweza ukaanza kupata kazi moja kwa moja na ukaanza kuingiza pesa. Website ya pili ni YouTube. Sio watu wengi wanajua kuhusu hili, lakini ndio unaweza kutengeneza pesa na YouTube. Kama unafikiria kuanza kuingiza pesa YouTube au kuanzisha YouTube channel ambayo itakuingizia pesa YouTube, then lazima uielewe vizuri YouTube kwanza. Uisome YouTube vizuri. Nini kinatakiwa, nini kitakiwi. Asante kwa sheria mpya ambayo imeweka right now. Kama una mpango wa kuanzisha channel mpya kuanzia chini, kwanza lazima ufikie hatua ya wewe kuwa monetize. Na hiyo unatakiwa kufikisha masaa ya kuangaliwa 4,000 na kuwa na subscribers 1,000 kwa miezi 12 iliyopita. Pindi ukifikia hapo na kukubaliwa, then baada ya hapo channel yako itakuwa reviewed, na kuwa reviewed tayari, then utatumiwa email ambayo
ambayo utaanza kuona kuna ads pia zinaanza kucheza kwenye video zako, ina maana hapo tayari ushakuwa monetized. Ni shilingi ngapi unaweza kutengeneza YouTube? Honestly, unaweza kutengeneza pesa kiasi chochote kile ambacho unataka kupitia YouTube, as long as ukiendelea kuupload content nzuri ambazo watu wanataka kuangalia na video za muda mrefu, basi ndio pesa nyingi unaweza kutengeneza, kwa sababu utaweka matangazo kuanzia mwanzo, kati na mwisho, right? Hizi ni video ambazo zinaanzia dakika 10 na kuendelea. So kama utaweza kutengeneza $1 na zaidi kupitia YouTube, then inawezekana, kama unalifikia hilo, then inawezekana kabisa kuanza kutengeneza kiasi hicho cha pesa na kwenda juu zaidi na zaidi na zaidi. Kadri unavyopata watazamaji wengi, kwa maana views, ndio pesa nyingi unaweza kutengeneza na kupata subscribers wengi pia, right? Hii ndio maana naipenda YouTube, right? Video zangu zinanifanyia kazi hata nikiwa nimelala, na hii ndio maana naita YouTube kama passive income, right? Ile kazi ambayo nilifanya kwa bidii kwenye baadhi ya videos wakati naendelea kutengeneza new content, kuna zile video zangu za zamani zinaendelea kunifanyia kazi na kuniingizia kipato wakati nikiwa nimelala, wakati nikiwa naendelea na kazi zingine, wakati pia nikiendelea kutengeneza videos zingine. Huu ndio uzuri wa YouTube, na ndio maana inaitwa passive income. Yani ni kipato ambacho nakipata hata kama uko umelala, hata kama uko unafanya mambo mengine, lakini kile kipato kinakuwa generated, ule mfumo unaendelea kugenerate kile kipato. Na kuna njia nyingi za kuweza kutengeneza pesa YouTube, sio tu kupitia ads. Kuna njia moja tu kutengeneza pesa YouTube, ukiachana na ads, lakini pia kuna sponsorship. Kupata sponsorship unatakiwa kuwa na audience wengi kidogo, si chini ya 10,000, lakini pia kupitia affiliates, lakini hilo nitalizungumzia baada ya hili. Na website ya tatu ni Amazon. Japokuwa Jeff Bezos alianzisha kampuni hiyo kwa kuanza kuuza vitabu, Amazon kwa sasa inauza chochote unachokitaka. Sio tu ni website ya kuuza vitu ambavyo unavyopenda, lakini pia imekuwa na uwezo wa kuweza kutengenezea pesa, na hii ni fursa kubwa sana ambayo vijana wengi sana wanaitumia. Najua ushawahi kuangalia videos hapa YouTube, then kwenye description ya yule mtu ambaye anaangalia video yake, then unaweza kuona kwa ameweka links fulani hivi, na ukibonyeza zile links then zinakupeleka moja kwa moja kwenye Amazon ili uweze kununua labda kamera ambayo alikuwa na review, au uweze kununua tripod ambayo alikuwa na review, au uweze kununua kitabu ambacho alikuwa na review and other kind of stuff ambayo huyo creator amerecommend kwako. Ukinunua yeye anapata commission ambayo yeye anapata commission, na hiyo commission inaenda kwa huyo mtu. Hivyo ndivyo ambavyo unaweza kutengeneza pesa. Though some creators wa Tanzania kupata offers za Amazon ni ngumu kidogo, lakini pia ukiwa na audience wengi wa mataifa mbalimbali inawezekana. So Amazon is a big deal. Ndio ile ambayo unasema kwamba ni watu wanafanya affiliate marketing kupitia Amazon. Kwa hiyo mtu anakuwa labda ametumia let's say labda camera Canon M50, right, au tripod fulani. Kwa hiyo anakuja labda na review ile tripod au ana review ile camera, then baada ya ku-review then ana recommend kwamba this is the best camera 2021, right, na anaweka link ya ile camera ambayo hiyo link ni affiliate link ambayo ametoa Amazon, ambao wewe ukija kuiclick ile link then inakupeleka moja kwa moja Amazon, na ukifanikiwa kuinunua then yeye anapata commission. So hata kwako inaweza kawa ni hivi. Na uzuri zaidi affiliate links unaweza kuweka vitu vingi, unaweza kuweka vitabu, labda kitabu ambacho umekisoma, so una recommend watu kuweza kusoma, kwa maana kukinunua na kukisoma, then unawekea link pale, na mtu akiclick link na akinunua kile kitabu then unaweza kuingiza pesa nzuri tu, right? There's no doubt of that. Unaweza kutengeneza pesa nzuri kabisa. So hii Amazon ni website ambayo watu wengi wanaitumia, na watu wengi sana ambao wanaamini vitu ambavyo vinauzwa Amazon. So kama ukiweza kupata offer ya affiliate market, affiliate link, kupata affiliate link kutoka Amazon, then ni fursa sasa kwako wewe kuanza ku-review labda vitu fulani, kuanza ku-recommend vitu fulani au kitu ambacho umenunua kutoka Amazon kwa audience wako. Wakiwa interest, wakiona kile kitu kina quality, ni kitu ambacho kina ubora, ni kitu ambacho kitaweza kuwasaidia, then why not? Wanaweza kwenda kununua, na then mwisho wa siku wewe ukaanza kupata ile commission mwisho wa mwezi and other kind of stuff, ambayo hiyo itaweza kusogeza kidogo katika sehemu ambayo labda ilikuwa haijakaa sawa katika maisha yako. Website ya 4 ni Fiverr. Inawezekana ushai kusikia website hii ya Fiverr. Labda ni jina ambalo linataja mara nyingi tu kwa sababu ni website rahisi kutengeneza pesa. Hii pia ni freelance website, yeah, ambaye hata wewe pia unaweza kuwa freelancer. Labda hujijui, lakini ni vocal artist mmoja mkali sana, ni logo designer mkali sana, social media designer mkali sana, right? Au unaijua vizuri sana Photoshop, unaweza kutengeneza posters, unaweza kutengeneza thumbnails, unaweza kutengeneza animation na kadhalika, ambazo mtu anaweza akanunua, right? Akarecommend kwako, akaona gigs zako, akaona ni nzuri, so akataka kufanya kazi na wewe na akakulipa. Unaweza kutengeneza $5 mpaka $10, ambapo ni sawa sawa na $11,000 mpaka $23,000 kwa siku. Hiyo sio pesa ndogo, sio pesa ndogo kabisa. Na kama unaweza kutengeneza $23,000 mpaka $11,000 kwa siku, right, as I said, hiyo sio pesa ndogo. So kama umekaa tu hauna mishi yoyote na una uwezo mkubwa wa kufanya kitu kama hiko, uzuri zaidi ni wewe tu kwenda kuregister
kujiregister katika hizo website. Kama ni Fiverr unajiregister, unajiregister kama nani, kama freelancer au kama ni mtu ambaye tu unataka kununua baadhi ya footage au baadhi ya kazi ambazo zimefanywa na mafreelancer ambao wapo, then inakuwa ni easy kwako, una update profile yako, unaanza kutengeneza gig zako. Kama mteja mimi nikiingia Fiverr nikakuta labda gig zako zinaendana na mimi nahitaji kufanyia hiyo kazi, then naweza contact wewe, naweza nikaika order, then ukanitengenezea, at end of the day ukaingiza pesa $5 hadi $10. Sio pesa ndogo, $11 mpaka $23 kwa siku, sio pesa ndogo. Imagine kama unapata kazi ya $10 ambayo ni $23 kwa siku, labda kwa watu 10, una shilingi ngapi kwa siku, right? So unaweza kutengeneza hicho kipato kidogo kidogo, na mwisho wa siku kaja kukua vizuri kabisa. Na uzuri zaidi, hii haiathiri mishe yako nyingine yoyote. Yani kazi ambayo unaifanya kwa masaa 24, by the way, kama kazi ambayo unaifanya kwa masaa 12, sijajua kama kuna watu ambao wanafanya kazi masaa 24. Kama unafanya kazi kwa masaa 12, kama unafanya kazi kwa masaa 8, then unaweza kutenga muda kwa ajili ya kuweza kudeal na hizi online platform ambazo zinaweza kukutengenezea pesa ambazo zinaweza kukusogeza katika hatua fulani. So hii haiathiri kabisa kazi yako ambayo unaifanya. Utakuwa na muda mzuri kabisa kufanya kazi yako. Kama utakuwa na muda free, then unaanza kutengeneza gigs mbalimbali, uka-upload Fiverr, mtu akipenda then ananunua, at end of the day unapata pesa. Website ya 5 ni TubeBuddy. Inawezekana sio mara kwa kwanza kusikia TubeBuddy, right? Hii ni tool ambayo inasaidia content creators wengi YouTube. Hii inakupa uwezo wa kujua tags zipi ziko search up zaidi kwenye YouTube kulingana na kile ambacho unataka kukifanya, keywords ambazo zitakusaidia wewe kuweka kwenye title zako au description, right? So pia utaweza kujua na kuangalia video zipi zina perform vizuri na mengine mengi kupitia tool hii. Lakini uzuri zaidi, wana website ambayo ukishaanza kulogin, ukisha sign in, then watakuwekea hiyo tool katika channel yako, itakuwepo pale kama hivi ambavyo unavyoiona right now. So uzuri zaidi ni bure kuitumia, lakini kama ukitaja features nyingi nzuri zaidi, then itabidi ulipie. So TubeBuddy ipo hivi, na wao pia wana affiliate program ambayo hiyo utajiunga na connect channel yako na TubeBuddy, then utapata ile affiliate link ambayo utaitumia kuweka kwenye description ya video yako, na pindi mtu akibonyeza au kuweza kudownload tool hii ya TubeBuddy na akaanza au akanunua hiyo TubeBuddy extension, then wewe unapata commission. This is the real deal. Mimi nafanya TubeBuddy na naona, right, though bado sijaanza kuingiza hiyo pesa, but the growing hatua nilofikia, I'm there. So you see, so TubeBuddy is the real deal. Kama ukitengeneza video labda ukarecommend kwa YouTubers wengine kwamba TubeBuddy inasaidia kuonesha keyword, TubeBuddy inakusaidia kurank video zako, TubeBuddy inakusaidia kuweza kupata title tags, inakusaidia kupata tags ambazo zitakuwa searchable zaidi kutokana na content ambayo unaitengeneza. So mtu akipenda, una recommend kwamba link, unaweza kupata TubeBuddy kupitia link ambayo ipo chini ya description au kwenye card. Mtu akiklik ile link akaenda akadownload TubeBuddy, akanunua TubeBuddy, then mwisho wa siku wewe unapata hiyo commission ambayo sio ndogo, by the way. Kama ukiweza kurecommend kwa watu 10 na waka click hiyo link na akaenda kudownload au kununua TubeBuddy, then at the end of the day unaweza kutengeneza pesa nzuri zaidi. Kutengeneza pesa online au kwenye hizo website sio kitu cha kufumba na kufumbua macho tu. Hii itachukua muda wako, ubunifu, kufanya kazi kwa bidii na uvumilivu. Siwezi kukudanganya katika hilo. Ipo mifano hai kuwa internet imekuwa ni sehemu ya watu wengi kujiingizia kipato. Kwa vijana wengi hivi sasa wanafanya hivyo. Inawezekana ikawa una struggle na financial issues right now, then hii ni fursa ninayokupa leo kwenye hii video. Hizi website 5 zinaweza kukusaidia, so lazima uzifanye zote. Unaweza kufanya moja, unaweza kufanya 2, kutengeneza pesa ambayo utaweza kutatua matatizo madogo, na labda ukiwa serious zaidi unaweza kutengeneza pesa nyingi tu nzuri. Natumai umejifunza hichi ambacho nilishare na wewe, na uhakika utafanyia kazi haya ambayo nilishare na wewe. Na kama umependa hii video, then like, comment, na nitasoma kila comment kadri nitavyoweza. Lakini pia usahau kushare kwa watu wengine somo hili ili wapate kujifunza zaidi, ili wajue fursa zipi sasa ambazo nyingine mtu anaweza kazifanya zikamuingizia kipato mwaka 2021, then ikawa ni vizuri kwake akafanikiwa katika hilo. Na kama bado hujasubscribe channel yangu, subscribe right now na bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kila napo upload video mpya. Lakini in the meantime, see you in the next video.